الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له، لا معين له ولا شبيه له، لا مثيل له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا رسول الله، إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، جزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم، أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. إخوة الإيمان، يقول الدكتور الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله: جنب ولدك قرين السوء كما تجنبه المرض المعدي، وذلك منذ طفولته، وإلا استشرى الداء ولم ينفع الدواء. Katika kipindi cha nyuma kidogo kilichopita, tulikuwa tukikumbushana na kupeana faida kutoka katika kitabu Hakadha Allamatni Alhaya. Tulikuwa tukizungumza baadhi ya hikma na mawaidha aliyoyatoa katika kitabu hicho mwanachuoni Mustafa As-Sibai. Tulipata hikma nyingi mno. Leo miongoni mwa hayo ambayo tulikuwa tukumbushane hili ambalo ni muhimu katika mujtamaa wetu. Anasema katika kitabu chake hicho, jannib waladaka qarina su, muhifadhi mno na umwepushe kijana wako, mwanao, mtoto wako na warafiki wabaya, kama tujannibuhu min almarad almu'di, kama vile unavyomwepusha na kumweka mbali na maradhi yenye kuambukiza, maradhi ambukizi ambayo ni fatak. Wadhalika, na jambo hilo la kumhifadhi na kumweka mbali na rafiki mbaya, mundhu tufulatihi, lianzie kutokea utoto wake na udogo wake.
muepushe mwanao na watu wabaya. Hilo ni jukumu lako wewe mzazi, na hiyo ndiyo maana ya kulea. Lakini kazi yako ni kuleta chakula, kununua nguo, kuleta maji. Hiyo inaweza ikaingia katika madhumuni ya kufuga, lakini ulezi ni ule wenye kuchanganyika na mambo yatakayomletea faida yeye na ukafurahi wewe kila ukiona zaharatu. Ua lako hili umelipalilia, umelimwagia maji, umelitunza, tasurru nadhirin, hata wenye kuliona katika jamii wanakuwa wana furaha. Unafanyaje sasa ili umlee? Janibhu qarinasu, muepushe na rafiki mbaya. Kama tujannibhu almarad almu'diya, kama vile unavyomuepusha na maradhi mabaya. Hakuna anayeridhika mwanawe akafanya mambo yanayopelekea maradhi mabaya, au akaona moto ule akamwona mwanawe anaingia uchafu ule kwa macho yake akampeleka. Tujannibhu kulla hadha wadhalika, na jambo hili la kumwepusha na rafiki wabaya kama unavyomwepusha na maradhi mabaya, mundhu tufulatihi, lianzie kuanzia utotoni mwake. Wa illa, kama hujafanya hivyo, istashra dau walam yanfai dawau, maradhi yataenea, kila kiungo cha mwili kitaambukizwa na ataharibika mwili mzima. Yataenea maradhi na haitofaa tena dawa. Kuna kijana wangu mmoja hapa, wakati tukimzungumzia huyu bwana mkubwa na hekima zake, anambia huyu Mustafa Simai huyu ni mtu wa wapi huyu? Ana akili kubwa. Kaambia kwanza, sio Mustafa Simai, sio Simai, Sibai. Simai ni jina maarufu Unguja na Pemba, lakini huyo sio Simai, huyu ni Sibai, ba sio ma, Siba. Anatupa moja miongoni mwa vidokezo muhimu sana katika tarbiyatul auladi ala mahasin alkhuluq. Moja katika mambo makubwa ambayo hapo ndipo watoto wetu huharibikiwa kuanzia ujana wao na marafiki wabaya. Hebu pata nafasi siku moja umuulize mtoto, kijana au hata mtu mzima leo aliokuwa 40-45, amepata labda mtihani wa ulevi, mlevi. Muulize, wewe ulianza lini kulewa? Tukwambia sasa hivi bwana, na miaka karibu 30 nalewa. Ulianza lini? Nasema nilianza nilipokuwa shule form 4 pale, nilikuwa na washikaji kila weekend tukiruka ukuta, tunakwenda disco, tunakwenda wapi. Basi huko ndiko balaa hizi zilivyoanzia. Alianzia na washikaji. Au mvuta bangi. Mwenyezi Mungu awaondolee vijana wetu matatizo haya. Muulize, wewe umeanza lini kuvuta? Nilipokuwa form 2 bwana. Nilipata mtihani, nikawa wazazi wangu wamekosana nyumbani, stress tu, hali ya ufukara na nini. Washikaji wakanambia, bwana wewe ukitaka usiteseke na haya mawazo, piga bomu 2-3. Pale ndipo nilipoanza. Piga moja baridi moja moto. Pale ndipo nilipoanza ulevi au uvuta bangi. Kila mwenye historia ya mambo haya atakwambia marafiki, washikaji, wanangu manake ni marafiki. Tunakwenda pahala, tunakuwa pamoja, tunakaa. Mimi mwenzao nimeleleka katika mabadi,
sinywi, silewi, lakini wakaniambia bwana, kidogo changanya tu na soda, haitokuwa kali. Basi ilikuwa nikichanganya kidogo, glasi moja ya pombe na changanya na moja ya kinywaji cha Fanta au Coca-Cola. Baadaye tena kidogo kidogo imekuja. Au yeyote aliyepata mtihani wa machafu ya aina yoyote, umuulize, atakwambia ni washikaji katika na nilianza hili utotoni, katika umri mdogo. Hayo yanaanzia huko. Sasa ukishaona mtu amekuwa chain smoker, alianza mbali, imekuwa tena ni uraibu, amekuwa mlevi mpaka analewa, ilianzia mbali. Na ilianzia wapi? Rifaqu su. Hapa kuna mtihani mkubwa sana. Yule ambaye hawezi kukukamata akakwambia bwana, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Leo tunakwenda kuswali msikiti gani? Leo tuende kwa Uthman Mali. Hapana, tusiende kwa Uthman Mali, twende kwa fulani ibn fulani. Twende. Asiye kushika mkono siku kama ya leo akakupeleka katika masajidi unafizi njibar, huyo si rafiki mzuri. Asiye kuambia mbona leo nakula na ni Ramadhani, huyo si rafiki mzuri. Asiye kuambia bwana, tukiandamana ukianza tukana ovyo, mimi na wewe urafiki utakufa, huyo si rafiki mzuri. Kwa sababu haya yote haya matusi yanayotoka katika vinywa vya marafiki ndiyo yanayotuambukiza nasi tukawa watukanaji. Na maana nyingine hayaanzi kwa marafiki, yanaanzia nyumbani. Baba salamu yake ni tusi, mama kuitikia salamu yake naye pia ni tusi. Fa idha kana rabbul baiti bitabli dariban, ikiwa mlezi wa nyumba anapiga ngoma, fala talumi sibyana ala raqs, utawalaumu vipi watoto wakitimka na kucheza? Sasa zile autari mbaya mbaya, maneno mabaya mabaya, maneno machafu machafu, mitusi mikubwa yote huwa yanaanzia pahala ikawa ni sehemu ya tarbia. Na tarbia si lazima baba aseme, mwanangu, si mnasikia domo langu lilivyokuwa chafu kila asubuhi ninavyotukana, ndo salamu yangu nikiamka kitandani tu? Igeni, si lazima useme hivyo. Vile ukija kutoka katika safari zako, ukigonga mlango kama mara 3 mara 2 hujafunguliwa, yale matusi unayoporomosha, kesho na yeye akija kama hamjamfungulia ataporomosha zaidi ya yale. Mafunzo yenyewe yanakuja hivi. Unavokaa na mkeo mkatukanana, nipe nikupe, 1000, 2000, 100, milioni, si lazima waambie na wewe iga hivi na mkeo. Kija akioa akikosana na mkewe, yale alikuwa akiyasikia kwa babake ataongeza, kwa sababu mrithi huwa anazidisha. Sasa mafunzo huwa hivyo, malezi huwa hivyo. Watu wanafikiri kulea kwamba lazima labda uwaambie watu, watoto wenzako, washikaji, wala mara nyingine sio uwaambie. Action speaks louder than words. Vitendo vinazungumza kwa ufasaha kuliko maneno. We fanya tu, wao wataiga. We anza tu, watamaliza. Na wanajua wewe wenyewe namna ya kumaliza. Ndio maana Qur'ani yetu ina aya 6236. Aya za Qur'ani zote 6236. Katika aya hizo zote 6236, 130 tu zimezungumzia mambo ya ibada, mambo ya swala, haya saumu hizi, zaka hizi ibada hizo tunazozifanya. Katika 130 katika 6236, 2% imezungumzia ibadat. Lakini aya 1504 zimezungumzia akhlaq, sawa sawa na 25%. 2% zimezungumza ibada, 25% akhlaq, muthul, qiyam, desturi, silka zilizokuwa nzuri, aya za ukweli,
ukarimu, kuacha uongo, kuwa na tabia nzuri. Aya 1504. Kana kwamba unaambiwa wewe Muislamu, kama huna adabu, raji islamak, raji dinak, jipekue vizuri. Kama hujawa na adabu Muislamu, jitizame vizuri, uko kwenye hatari ya Uislamu wako. 25% zinakufundisha mabadi lilislamia musul qiyamil ulya. Mbona wewe hujajifunza? Na ni ajabu ukimwona mtu 5 salawat lakini mtovu wa adabu. Ni ajabu kweli kweli. Hasanuddin sayyi'ul khuluq, mzuri wa dini, mbovu wa tabia. Maana mpaka afike huko msikitini kisha fanya mengi ya kunaqidhi Uislamu wake na dini yake. La, almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule wenzake wapate salama ya ulimi na mkono wake. Je, wanapata salama? Akmalul mu'minina imanan, Muislamu aliyokamilisha imani yake kikweli, ahsanuhum khuluqa, ni yule mzuri wao wa tabia. Dini, Qur'ani nzima ni tabia, na on top of kulli shay, mtume wetu anaambia wa innaka la ala khuluqin adhim, wa innaka la ala khuluqin adhim. Wewe Muhammad uko juu ya tabia nzuri. Rahimallahu al-Imam al-Busiri alifosema katika mimia, faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Amewashinda Mtume Muhammad mitume wengine wote. Faqa an-nabiy fi khalqin, katika uzuri wa umbo lake, wa fi khuluqin, na katika uzuri wa tabia yake, kawashinda wote. Walam yudanu, na wala hawakumfikia, fi ilmin, katika elimu aliyokuwa nayo, wala karamin, wala ukarimu aliopewa na Mola wake. Hizi ni tabia za mtume wetu Muhammad. Vipi wafuasi wake tunakuwa kinyume na yeye? Sipendi hata kumhuzunisha. Awatalia huyu, ukimwambia washoga zako walokuja hapa sitaki tena, huyo atalia huyu, na mimi sitaki kumliza mwanangu. Haya, ukicha mwana kulia utakuja kulia wewe siku moja. Mata indama lam yanfa'i dawa wa indama yastashri adda, yale maradhi yakishaingia yakakaa pahala, utatamani kuja kumsaidia usiweze tena, kwa sababu kishakuwa mbuyu huwezi ukausarifu unavyotaka. Kishakomaa huyu, na wengi tushakuwa mibuyu sasa hivi. Yale ambayo wazazi wetu walikuwa kiyaona wakisema, haambiliki huyu, wewe unamjua mwanao, asema naye wewe, asema naye wewe. Wazazi wanajishauri wakwambie uache bangi au usiache, wanajishauri. Huyu kwa bangi zake hizi atakuja kuwafanyia mpaka watoto wako ambao ni dada zake na vitendo vibaya, na ulevi wake huu hata yeye mwenyewe atakuja kufanyiwa mabaya. Kwa hali hii mwambieni mapema, tutamuudhi, tutamkera. Bora mumkere Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kumkera mtoto. Mnamwandalia kila anachokihitaji kwa ajili ya maisha yake, avute bangi vizuri, alewe vizuri, afanye mambo yake vizuri. Kila wasaili ya kufanya hivyo mnamwandalia. Iko wapi dauri kama ya baba katika malezi? We kijana, tafadhali chagua marafiki wazuri, chagua watu wazuri. Kutoka kwa marafiki wabaya utajifunza wizi, utajifunza uasharati, utajifunza ala al-aqal
utakuwa mraibu, utakula marungi. Mirungi inawezekana watu wengi wa Tanzania hawayajui kwa sababu ni sehemu ya madawa ya kulevya, lakini kule Kenya ni kitu cha kawaida. Kila weekend mtu anakuambia lazima nipate dharba 2-3, anatafuna na vitu vinginevyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani aya zaidi ya 1504 zinazungumzia mabadi na khuluq. Ikiwa wewe una rafiki mzuri, mchunge, na ikiwa una rafiki mbaya, usije ukaenda ukasema bwana Uthman Maalim kaniambia nikae mbali na watu kama nyinyi. Basi huna akili mpaka umtaje Uthman Maalim? Mtume alipokuambia nenda zako kague wagonjwa kwa sababu unapata thawabu nyingi sana, ukifika waombee dua, sema maneno mazuri ya kuwapa matumaini. Huna akili, ukifika pale usema kullu nafsin dha'iqatul maut. Huna akili, ukifika kwa mgonjwa malaria hii, tumemzika mmoja juzi na malaria ni hiyo hiyo. Kwani ilianzaje? Alianza kukoa, alianza hivyo hivyo. Huna akili? Jiongeze katika hata namna ya kufanya mambo. Haya ni mawaidha, si kwako wewe tu, hata kwangu mimi. Si kwa watoto wako wewe tu, hata mimi nina watoto. Si kwa binti zako wewe tu, hata mimi na binti zangu. Kwa hiyo mimi kama mfano wa dobi, unamletea nguo ili akufulie iwe safi, lakini akitamaka mikono yake yeye ndio inakuwa safi zaidi. Watoto wangu wanasikia, wengine wanakuja kuswali hapa, wanajua nini baba anamaanisha. Atajifunza. Hala haja ya kwenda kusema bwana nyinyi kutokea leo 1 2 3 5. Allah anasema wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Kuwa mmoja miongoni mwa hao waliopewa hikma. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه يغفر لكم.